unaweza ukavaa uhusika wa fans, ndio? Yes. Mtu gani ambaye unatamani kuiona performance yake, au kuna performance ya msanii fulani inakuvutia kila siku? Mtu gani comedy ambaye anakuvutia? Out of you ambaye tunajua pia comedy unafanya na kina Obama na kina Azaboy, okay. Lakini yes. Yupi ambaye unamuona kabisa huyu kwangu huwa anakuwa ni kivutio kikubwa? Okay. Kwanza naomba nirekebishe hapo kidogo. Mimi sio comedian. Mimi ni content creator. Yes. Yeah, unajua kwamba comedian anaweza kuwa content creator, lakini sio content creator anaweza kuwa comedian. Ila watu wanaichanganya kwa sababu nafanya na watu ambao wanafanya comedy. Yes. Na kitu kingine kwa kweli mimi nimesafiri kutoka Dar, nimekuja Dodoma. Nimekuja kuangalia wote. Yeah, nimekuja kuangalia wote. Kuna wadada ambao wanatuwakilisha vizuri sana. Asma Machanja na Neila, kwa hiyo na wengine wakaka ndo wako wengi, siwezi hata nikataja mention. Kwa hiyo nimekuja kuangalia wadada wenzangu how they do it, nimekuja kuenjoy, lakini pia nimekuja kusupport familia yangu kutosha kwa kuandaa hiki kitu, lakini na wote ambao wanafanya kwa sababu ni familia yangu. Kwa hiyo I'm here to just watch and enjoy kila mmoja. Hamna mtu mmoja ambaye specific. Yes. Umefanya kazi nyingi za sanaa, lakini moja ya kazi ambayo nakumbuka ni kama iliibua hisia za watu wengi ni ile ambayo ulifanya na mtangazaji mahiri wa mpira wa miguu anaitwa Baraka Mpenja. Ile mara ya kwanza anavyokuambia anahitaji kufanya kazi na wewe, ulijisikiaje? Hali ilikuwaje kwamba mtu kama huyu ambaye sikumtarajia kwamba yupo kwenye upande wa football, lakini leo ananihitaji mimi kuja kufanya naye kazi? How it feels baada ya kusikia? It felt good. I felt special kwa sababu Baraka ni mtu mkubwa sana na watu wamemzoea hasa kwenye mpira, lakini by that time akaamua na hiyo kazi. Tulikuwa tumefanya content nyuma, lakini tukaja tukafanya series ambayo ilikuwa ni Mwepopo. Na maybe I should break this kwa sababu watu wengine hawajui, ile ilikuwa ni single content. Ile tulikuwa tunafanya content moja, ile haikutakiwa kuwa na muendelezo. Lakini kwa ambavyo nilimzingua Baraka mule, watu wakaomba next, ilipokelewa vizuri, then from there ikabidi tuanze kushoot muendelezo. Kwa hiyo alivyoniambia tufanye kazi ni fly, na bado tunafanya hapa. Ilitakiwa kesho Jumamosi niwe tunashoot kuna series mpya ambayo ishaanza kuruka, lakini bahati mbaya hatukuwasiliana kwa mapema. Nikamwambia mimi niko Dodoma, kwa I think by next week narudi set 9 tuendelee kushoot. Tutaendelea kuona vile kama ilikuwa mara ya kwanza. Yes, ni story tofauti sasa hivi, lakini pia nafanya na Baraka. Yes. Yeah. Okay. Safi sana. Tukizungumzia ushiriki wa mtoto wa kike hasa katika hii sanaa yetu ambayo tuko nayo kwa sasa hivi, yes. Ulikuwa na mwitikio mkubwa sana. Nini wito wako kwa watoto wengine ambao bado wanatamani kufanya hivi vitu lakini inashindikana, na vipi kwa hao ambao wanapata nafasi ya kufanya lakini wamekuwa ni watu ambao wanafanya vitu ambavyo pia vitu vya nje ambavyo si vile ambavyo vinatakiwa kuonyeshwa katika kuwa kama wao kama kioo cha jamii? Okay. Kwa watu ambao wanatamani kufanya, mimi nawaambia wafanye wao kama wao. Wasifanye kwa sababu wanataka kuwa kama Mlito, wanataka sio kama mtu fulani, no. Wafanye wao kama na inawezekana. Umeona? Yaani ni issue ni kujiamini na utayari na kufocus na consistency. Consistency, ukiwa unafanya kitu mara kwa mara unakuwa bora zaidi. Practice makes perfect. Kwa mtu ambaye anafanya ili tu aonekane kama ulivyosema kwamba yani kitu ambacho hakifai, I don't know, kwa sababu at the end of the day uwezi ukampangia mtu sana kitu cha kufanya. Yes. Kuna wengine wanaona kwamba hiyo ndo njia yao, lakini mwisho wa siku kuna watu wanaangalia wao kama kioo, alafu wanaangalia, wanaiga, wanapotoka. Kwa hiyo inakuwa sio nzuri sana. Sasa sijui ni washauri vipi, lakini I don't know, naomba nisiwe mshauri katika hicho, lakini kama unaona unafanya kitu cha kupotosha watu, just don't do it. Yeah, don't do it. Yes. Swali la kizushi. Yes. Uko na mpenzi wako, aidha unakwenda bafuni au unakwenda msalani, kipi unaweza kumwachia kati ya hela au simu? Kati ya hela au simu? Kipi unaweza kumwachia mpenzi wako? Mimi namwachia vyote. Kweli? Hata kufa.
akishika simu yangu atakufa. Mpenzi sina, ila kama naye anataka kuangalia simu yangu, simu yangu iko busy sana, mimi siwezi kudanganya. Okay. Simu yangu iko busy sana. Kuna miamala inaingia siku ilikotoka. Kuna DM zinaingia, I don't know. Zingine ukiangalia account inasoma USA. WhatsApp ndo siseme. Simu kama yeye yuko tayari, mimi siwezi kushika simu ya mpenzi wangu. Labda nihisi kuna there's something. Lakini kama yeye anahitaji kushika simu yangu, mimi am okay, but it's up to him. Atajua yeye. Shukran sana Mleto, karibu Dodoma kwa mara nyingine. Tumefurahi kufanya interview na wewe. Sisi tunatoka Kipongo Media. Karibu sana. Asante sana.